The tea testing itself, why organoleptic is considered an appropriate method of testing tea quality. We have also been able to understand how the volumes have been moving over time, over the last maybe 10 years, because we looked at 2014 to date. We've also been able to see the decisions that have been made and the warnings that we've been given as a country. One of the key issues that I may want to highlight is that there is need for us to focus a lot more on quality and not necessarily the quantity. Because if you look at the quantities, we are producing a lot more than the world can consume. Then the other issue that is also important for us to highlight is the costs that lie in the chain when it comes to packaging of tea products. Most of the tea sellers have the view that it is very costly to package tea in Kenya because the cost of the material itself, the packaging material, is high. The taxes levied on the cost are high, and also there is also the VAT. Na kwa wakati huu waliamua kusimamisha ununuzi wa chai yoyote kutoka Kenya, na kwa hivyo Kenya imepoteza hiyo soko ya Sudan, na nchi kama Iran wako na sanctions ya Amerika. Nchi kama Russia na Ukraine walipoanza kupigana, ununuzi wa chai ilizoroteka sana, na ile chai tulikuwa tunapeleka hizo nchi zilipunguka. Sasa tumeambia serikali ya kwamba ni vizuri ile mapendekezo ya kuendelea kuongeza uzao wa chai, hiyo pesa yenye wananunua naye subsidized fertilizer, wape industry players wafanye naye utafiti na kutafuta naye soko mpya ama soko jipya ya chai, ili tuwache kutegemea zile soko tano ya chai ambayo tumekuwa tumetegemea kama nchi kwa mwaka mingi. So what we are advocating for is for government to support the export marketing strategy and plan that will enable this country to grow, open new markets, grow the emerging markets, and protect the existing markets.